Yesu asifiwe. Nisalimie Bwana Yesu asifiwe. Imani imbazwe. Nashukuru Bwana siku ya leo. Kuwa hapa. Kwa salama. Bwana Mungu atukuzwe. Nafikiri nimemaliza miaka 2 bila kuja hapa. Maana sikuacha kuweka hizi. Na sisi mtarashiraho amakaru. Lakini naona nimeweka. Alipoona marikoze. Kanisa linaendelea kuwa mzuri. Tunakomeje kubagiza. Bwana Mungu atukuze. Izina ry'Imana lyabucyubahiro. Amen. Amen. Nataka bila kupoteza muda mrefu. Tutatwara imana munini. Usome andiko. Kadusome icyanditswe. Matayo. Some Matayo 23. Mstari 23. Umurongo wa 23. Matayo 23. Matayo 23. Mstari 23. Umurongo wa 23. Biblia inasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnaha na bisari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili, rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Amen. Some biravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo andyajyamwe muzabona ishano uko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye y'amategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo ari mukwiye kubikora na bya bindi timubireke. Amen. Nisome andiko lingine. Kongera tusome kile cyanditswe. Kadusa Methali. Tabachimigani. Sura ya 20. Igice cha 20. Mstari wa 28. Na 28. Fadhili na uaminifu umehifadhi mfalme, na kiti chake za enzi udhibitishwa kwa fadhili. Biblia inavuze ngo imbabazi n'ukuri nivyo bitera umwami kurama, kandi ngoma ye ikomezwa n'imbabazi. Amen. Tuombe. Bwana Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuinama mbele zako jioni ya leo na tusujudu jina lako. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupea siku ya leo, ili tuweze kukusanyika mahali hapa kwa sababu yako. Tuombe unene na mioyo yetu na nafsi zetu. Kila mmoja wetu utatupea kufikia na kusikia mausia yako. Waleta chini ya nyayo zetu kila uwezo wa kishetani na mamlaka yake, katika jina la Yesu. Tuombe ufunike mahali hapa na uwezo wako, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuseme amen. Tuseme tena amen. Nataka kusikia vizuri, sema amen. Nataka kwa dakika chache kukuletea neno. Kuna mambo nataka tuyaongea wiki hii. Njinsi ya break through, how to break through into the blessing of God. Njinsi, how to break through uburyo bwo kuvuna into the blessings of God. Njinsi ya kufikia baraka za Mungu. Uburyo bwo kubasha kushikira imigisha y'Imana. Amen. Njinsi ya kufikia baraka za Mungu. Uburyo bwo kushikira imigisha y'Imana. How to break out or to break through. Uburyo bwo kubasha kugera
Kwa maana ni jambo moja kupewa na Mungu, ni jambo rimwe guhabwa n'Imana, lakini usifikie hanyuma ntubashe gushikira hicho ambacho umepewa. Hicho wabashije guhabwa. Amen. Mungu anaweza kukupea, Imana ishobora kuguha, lakini hicho ambacho amekupea ariko kiriya yaguhaye ushindwe kukifikia, kananirwa kukigeraho cyangwa kugisingira. Na shida si Mungu, ikibazo si Imana, na shida si Shetani, kandi ikibazo si Satani. Shida ni yako mwenyewe. Ikibazo ni wewe ubwawe, kwa maana umepewa, kubera ko wahawe, lakini hujui jinsi ariko utabashije kumenya uburyo ya kufikia bwo gushikira. Amen. Amen. Jambo la pili, kibazo cha kabiri, kila kitu ambacho Mungu hupea wanadamu, kintu cyose Imana yeza umwana w'umuntu, kuna jinsi ama kuna njia hari uburyo cyangwa inzira ya kufikia jambo lile, yo kugira ngo abashe gusingira icyo kintu. Ukisha kosa njia, uyobewe inzira, hata kile umepewa habana kiriya wahawe utakosa, uzakibura. Jina la Bwana chochote Mungu hupea mwanadamu, kintu cyose Imana yeza umuntu, kina njia ya kufikia, hari inzira y'uburyo akigeraho kufikia jambo lile, kugira ngo abashe kugera kuri icyo kintu. Ukisha shindwa kujua njia, uyobewe inzira ya kufikia hicho ambacho amekupea, yo kugira ngo ushikire kile wahawe, basi hata hicho umepewa utashindwa kufikia. Niso hawa nicho wahawe nzukuzone kwa kukishikia, kwa maana akifikiwi na njia chochote, wera kukitagewaho inzira zose, kuna njia, hariho inzira. Jina la Bwana tukufu. So sina ndio sababu mambo mbaya nataka tuyanene, iyo bagamushaka ko tuganira, wasile siku 3 tutakuwa hapa, ubwimisi 3 tuzaba turi hano, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuna mtu anaitwa Mordekai. Anaitwa Mordekai. Mnajua Mordekai? Unamuzi Mordekai? Unasikia habari yake? Mumva inguruse. Mordekai alikuwa anaishi kwa nchi ya mtu alikuwa anaitwa Caesar. Mfalme Caesar. Mordekai yaratuye mu gihugu cy'umwami Eshada. Na Mordekai walikuwa wametoka Israeli, bari baravuye muri Israeli, lakini walikuwa mateka, bari barashe ari minyago. Katika mfalme mmoja alitawala India yote, muri ico gihugu umwami yaratwaye, akatawala mpaka Ethiopia, atwaye kugeza muri Ethiopia. Sasa alikuwa mfalme mwenye uwezo sana, yari umwami w'imbaraga cyane. Amen. Amen. Akawateka, abafata iminyago, wakakaa chini yake, bamutware bwe. Mzee huyu, uwo mwami ama mfalme huyu, uwo mwami alikuwa na mwanamke, yari afite umugore, alikuwa anaitwa Vasiti. yari afite umugore witwa Vashiti, alikuwa mke wake, yari umugore we. Wakati mmoja kukawa na sherehe, musume hari birori, na Vasiti alipaswa kuimba, na Vashiti yaragonze kuririmba muri ivyo birori. Katika sherehe ile, muri ivyo birori yaragonze kuririmbamo, lakini akakataa. ariko aza kwanga. Yeye ndiye alikuwa queen, iwe ni wari mwamikazi. So queen alikataa kuimba, mwamikazi yanga kuririmba. Alipokataa kuimba, yanze kuririmba, mfalme akakasirika sana, mama arakara cyane, pamoja na officials wake, n'abana bakorana nawe, wale viongozi wanatawala naye, abategetsi bose bakorana nawe, wakamwambia mfalme, baza gusaba umwami, huyu Vasiti, uyu Vashiti hawezi kuwa mke wa mfalme, ntakwiriye kuba umugore w'umwami, kwa hivyo aondolewe. kurimbo akugweho. Vasiti akaondolewa, Vashiti akugwaho. Sasa mfalme akasema, mwami aza kuvuga, atafutiwe mchana, ashakirwe undi mukobwa mrembo mwiza katika Israeli, ama katika nchi yake, muri ico gihugu cyose yaratwaye, watayarishwe, babateguze, ili aje achague miongoni mwao, kugira ngo azaze atoranye yule atachagua hao mkewe, wazotoranya kuza ku mugore we. Amen. Amen. Huyu mzee anaitwa Mordekai. uyu mugabo witwa Mordekai aliposikia hivyo, yumvishije izo nkuru, ulikuwa na binti wake, harimo umukobwa we wa nyumba yao, wo mu nzu yao, anaitwa Esther, witwa Esther. Akamwambia Esther, aza kubwira Esther, sasa kuna mashindano, hama mshamwa, na yale mashindano yaliyomo
na kuna matayarisho. kandi harimo gutegura. So akachaguliwa mtu ambaye atawapea jinsi ya kutayarisha. Aza kutoranya umuntu uzabategura. Na kila mtu anapaswa kusema vile kitu chochote anachohitaji. Kandi umuntu wese azakubicakeneye. Ili awe mrembo siku hiyo. Kugira ngo akomeze kugira ubwiza muri iyo minsi. Wakaja wengi. Abantu bose kila mtu anakuja na kile ambacho anasema. Muri ndakaza nico avuga. Lakini Esther alipokuja kwa mjumbe ageje Abrahamu alimwambia aramubwira wewe nipe kile unafikiria ni vizuri. Aramubwira ngo ongeze icyo wumva ko ari cyiza. Kile unaona kikiwa vizuri wewe nipe hicho. Kile unaona ko ari cyiza ari chuma. Kwa maana mimi sijui mfalme anataka nini. Kubera ko njewe nazi chuma mashaka. Na sijui mfalme anataka nini. Kandi sinzi chuma yifuza. Lakini kama amekuchagua ariko nimba watora huwa utupele kile ambacho tutahitaji. Kwa njia moja ama nyingine wewe unajua. Muzirime bindi wabusi. Mfalme akampea kile alifikiria ni vizuri. Mwami aza kumwezi cyo yuko ari cyiza. Wakati wa mashindano ilipofika, igihe cy'amarushanwa kigeze, wasichana wale wote wanapitia pale. Abakobwa bose banyuraho. Mfalme anawaangalia. Mwami akabareba. Lakini kulipokuja Esther, ariko Esther akapitia pale. Anyuraho nawe. Akapata kibali mbele ya mfalme. Aza kwemerwa imbere y'Imana. Akapendeka. Arakundwa. So akachaguliwa. Aza kuhitwamo. Hawe bibi ya mfalme. Kugira ngo abe umugore w'umwami. Jina la Bwana litukuzwe. Izina ry'Imana. So Yesu huyu mtu anaitwa bibi mchana anaitwa Esther akapata kibali. Uyu mukobwa witwa Esther aza kwemerwa. Na akapendeka. Arakundwa cyane. Lakini kuna shida. Ariko hari ikibazo. Kwa maana kubera ko wao ni watumwa. Ibo bari abanyagano. Na wako katika nchi ya ugenini. Kandi bari mu gihugu cy'ubunyage. Na katikati ya watawala. Kandi hagati y'abanyagihugu. Wametawala na mfalme. Abatwara umwami. Kuna mtu anaitwa Naamani. Hari hariho uwitwa Naamani. Na Naamani si mtu mzuri. Kandi yari umuntu mwiza. Anapanga jinsi yari ategura uburyo ya kuondoa watu wao. Yo kurimbura Abanyisiraheli. Jina la Bwana litukuzwe. Jina Imana lihabwe. Lakini siku moja ariko musume huyu mtu anaitwa Mordekai. Musume uyu witwa Mordekai. Kwa maana alikuwa anakaa pale kwa lango. Kubera ko yahoraga yicaye kwirembo. Alisikia watu yumva abantu wakipanga babategura kumuua mfalme. Kugirira nabi mwami. Akapeana habari hiyo. Aza gutanga izo nkuru. Mfalme akasikia. Mwami arasumva. Aliposikia maze kusumva akaua wale watu. Yica abantu. Walikuwa wawili. Bana abantu wawili. Lakini jambo lile likashaurika. Jambo lile makubwa aza kwibagana. Na likakaa kama alikuwa. Iza kumera kitarabayeho. Siku moja musume Naamani akiwa anapitia pale. Alimo anyuraho. Mordekai akakataa kuinama. Mordekai akaanza kumfukamira. Naamani akakasirika sana. Naamani akarakara cyane. Akapanga aza gutegura jinsi atamuua Mordekai. Uburyo azica Mordekai. Na akaweka mahali atamuua aza gutegura igitabo azamumanika. Amen. Siku ile alipanga atamuua. Icyo gihe ategura kumwica. Unajua Mungu Imana anajua kulipa mema na mema. Asi kugurira umuntu ibyiza kubindi. Na anajua kulipa mabaya na mabaya. Kandi yishura ibibi kubindi. Na anajua kulipa chema na chema. Asi kwishura icyiza kukindi. Amen. Sasa Naamani hakulala. Naamani ntiyaryama. Kwa maana alipanga atamuua Mordekai. Kubera ko yari ategura kwica Mordekai. Na mfalme siku huo mwami muri icyo gihe hakulala. nawe ntiyaryama. Kwa maana kubera ko amekosa usingizi. yabusira itotsi. Alipokosa usingizi abusira itotsi akaitisha vitabu ya kumbukumbu. aza kuhamagaza ibitabo by'amateka. Vitabu ya kumbukumbu ibitabo by'amateka ni vitabu vinavyoandikwa. Ni igitabo cyandikwa matendo ambayo watu hutenda. Cyandikwa ibikorwa abantu bakora ambayo imeshughulikiwa zasubijwe na ile ambayo haijashughulikiwa. N'ibitarasubizwa. Vitabu ya kumbukumbu. Igitabo cy'amateka
icyo gitabo linaweza kulipwa dakika hiyo, ishobora kwishyurwa icyo gihe, ama linaweza kukaa hata miaka 50, ishobora no kumara imyaka 50 liwajile halilalipwa, litarishuka, likiwa nzuri ryaba ryiza ama likiwa mbaya, cyangwa ryaba ribi, huwa linaandikwa. lirandikwa. Mfalme alipoitisha kitabu kile, Mwami ahamagaje icyo gitabo, akaenda akasoma, aragenda asoma, akakuta mahali kumeandikwa, aza gusanga ahantu handitse mtu anaitwa Mordekai, umuntu witwa Mordekai alisaidia mfalme wagiriye neza umwami, asiuawe. aramuburira ntiyapfa. Akaita mtu aliyekuwa karibu, aza guhamagara umuntu uri hafi, akamuuliza, aramubaza, mtu huyu ambaye alisaidia mfalme, uyu muntu waburiye umwami, je, alilipwa nini? yaramurorewe iki? Yule aliuliza, akamwambia hakulipwa chochote. Uwo yabashije amubwira ko nta kintu na kimwe yagororewe. Akasema huwa anafanya nini? Arongera abaza ngo akora iki? Akasema huwa anakaa pale kwa mlango. Aza kuvuga ko ari umurinzi ku muryango. Akauliza, ni nani yako hapo nje? Arabaza umuntu uri hanze. Dakika hiyo ndio Hamani alikuwa anaingia. Uwo mwanya Hamani arashitse. Akasema, Hamani ako hapa. Avuga ko Hamani aha. Ni nani? Hamani. Akasema Hamani ako pale. Avuga ko Hamani araha. Akamwambia aje. Avuga mubwirase. Hamani akaingia. Hamani araza. Alipoingia, ahageze, mfalme akamuuliza, mwami aramubaza, unafikiria tekereza mtu ambaye mfalme amependezwa naye, umwami akunda, anapaswa kufanyiwa nini? yabasha gukora iki? Unajua Hamani, urazi Hamani alifikiria yarazi ko katika ufalme huu muri ubwo bwami hakuna mtu mwingine ahubwo umuntu ambaye mfalme anaweza kupendezwa naye, mwami akunda isipokuwa yeye kumurusha. Na hiyo ndio makosa watu wanafikiria. Buri gihe niyo Kwa maana tunafikiria wakati mwingine utekereza ko buri gihe hakuna yeyote anaweza kumpendeza Mungu kuliko Mungu. Hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu isipokuwa mimi. nta muntu wabasha gushimisha Imana kundusha. Hivyo wakati mwingine ndio watu wanafikiria. Rimwe na rimwe niko dutekereza. So Hamani anachambia ni yeye. Asa kutekereza kwa niwe. Akamwambia mfalme, aramubwira ngo mwana, ukiwa na mtu anakupendeza, iyo umuntu Imana nakunza, mfalme anapaswa kufanya hivi. Mwami akora ibintu. Anapaswa kuchukua nguo yake ya mfalme, yafata umwenda w'ubwami, amuvalishe, kawumwambika. achukue farasi, fata ifarashi ambaye inaenda na mfalme peke yake, y'umwami agenderaho, amweke juu, ayimushyire hejuru, alafu alete mtu hanyuma azane ambaye ameheshimika kwa ufalme huo, ubashwe n'ubwo atembeshe mtu huo abashe gutwara uwo muntu kila mahali ya ufalme, ahantu hose n'ubwo naenda akisema, agenda atanga, huyu ndiye mtu wa pekee, uyu niwe muntu wenyine ambaye mfalme hupendeza naye. Mama akunda cyane. Amen. Sasa aliongea kitu ya ajabu. Yavuze ibintu bikomeye. Unajua basi hakusema apewe pesa kwa maana anajiambia ni yeye na yeye hakuna pesa mingi. Ntiyavuze ifaranga kubera ko yibwira ko ari we kandi we afite ifaranga. Hakusema apewe mashamba na manyumba. Ntiyigeze avuga imirima n'amazu. Kwa maana yeye ana mashamba mingi. Kubera ko we afite na manyumba mingi n'amazu menshi. So alisema tu apewe heshima ya mfalme. Aza kuvuga gusa ngo hawe icyubahiro. Kwa maana hiyo ndio pekee yake. Kubera ko icyo gusa ambaye hana nicyo gusa atarafite. Heshima ya kifalme. Icyubahiro cy'ubwami. Ndio pekee hana. Nicyo cyo atarafite. Jina la Bwana litukuzwe. Imana ya kucyubahiro. Alipomaliza arangije mfalme akamwambia, mwaba aramubwira, kwa maana wewe ndio unaheshimika kwa ufalme huu, kubera ko ari wowe ubashwe n'ubungana, nataka uende pale kwa lango, ndagira ugende hariya ku muryango. huwa mtu anaitwa Mordekai, hatulia muntu witwa Mordekai, hivyo umesema kuriya wavuze pasipo kupunguza hata kidogo, hata kuwa na kimwe umufanyie, ubikore Mungu, umufanyie hivyo hivyo, ukore gutyo gutyo, na utembee ukitangaza, kandi ugende uwamamaza. Akasikia kama akakufa, ahitari mpaka kule kama karibu dunia ipasuke kumeze, ni hafi. kwa maana yule anaenda kutangaza
kulipwa. kugira ngo acishwe. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi. Uko ni Imana ikora. Wakati mwingine unaweza ingia katika shida. Rimwe na rimwe ushobora kwinjira mu kibazo. Na shida hiyo kandi icyo kibazo inapaswa kukua. igira ngo kikwice. Ili Mungu akuokoe na shida hiyo. Kugira ngo Imana ikize icyo kibazo. Anarudi katika vitabu ya Mungu. Asubira mu bitabo by'amateka. Anarudi katika vitabu ya Mungu. Asubira mu bitabo by'amateka. Ili aone katika kutembea kwako. Kugira ngo arebe mu rugendo rwawe. Je, kuna tendo hari igikorwa umeshaitenda wabashije gukora? Inaitwa tendo njema. Igikorwa cyiza. Kukikosekana nikibura tendo njema. Igikorwa cyiza katika kitabu kile cha Mungu. Muri icyo gitabo cy'urwibutso Mungu atafunga mikono yake. Mamiza hambira amaboko yawe. Ataruhusu ufe. Azemera ufe. Kwa maana hakuna tendo kubera ko nta gikorwa kinazaa kukunasua cyobasha kukugarura katika shida hiyo. Muri icyo kibazo bikunyuramo. Jina la Bwana. Jina ry'Imana yakucyubahiro. Anapoangalia kumbukumbu akomeje kureba muri mu mateka. Ndio wakati kunatokea shida. Urabizi rimwe iyo havutse ikibazo inaelekea ikikukwereke inaweza kufungua mbingu. Ishobora gutuma ifungue mbingu ili Mungu aone kama kugira ngo Imana ibone ko anaweza kukuokoa kwa shida hii. Yo gukura muri icyo kibazo. Ama atafunga mikono yake. Cyangwa yo basha kumusha amaboko yawe. Amen. Amen. Lakini akikuta hakuna tendo. Asante nta gikorwa. Atakini. Atanyamaza. Shida hii inaweza kukusonga. Icyo kibazo cyo kukurikira mpaka uende kabisa. Kugeza kikugesheje mu kuzimu. Jina la Bwana. Jina ry'Imana yakucyubahiro. Kwa maana kuna kitu ambacho hakipatikani. Kubera ko ari ikintu kitaboneka. Hakuna tendo ulio ndani. Nta gikorwa wakoze inaweza kukuokoa cyo gukiza wakati wa shida. Mu gihe cy'ikibazo. Amen. Sisi rimwe na rimwe tumefanya Christianity a religion. Uburyo gukora imyizerere. Christianity is not a religion. Ubukristo ntabwo ari idini. Christianity ni maisha, ni kuishi. Ubukristo ni ubuzima. Ili tufikie hicho ambacho tumepewa. Kugira ngo tubashe kugera kuri kijya twahawe. Na Mungu aliyetupea. Ni Imana yakiduhaye. So Naamani alimchunguza na Mordekai. Amani yaramsungurukije Mordekai. Mpaka jioni. Kugeza mwisho. Ilipofika jioni akamweka chini na akaenda akakasirika sana. Kugeza mwisho alimusiga agenda arakaye cyane. Akafika kwa bibi yake. Agera ku mugore we. Akiwa amekasirika sana. Arakaye cyane. Akamwambia bibi. Aramubwira kile kimetendeka. Cyabashije kuba. Bibi bibi yake ndiye alimwambia. Kuri ku mugore we yamubwiye. Alimwambia kama ni huyo Mordekai. Aramubwira ngo Mordekai ambaye ni Mwisraeli. Ni Muyuda. Umeshindana naye. Wabashije kugira ikibazo nawe. Kuanguka utaanguka mume. No gupfa urapfa. Umeanza safari ya kuanguka. Ugeze mu gihe cyo gupfa. Kesho ndiye aliwao. Bukeye niko yakuye. Alipanda pale. Amanikwa ku cyariti. Kuna vitu ambavyo Mungu hari ibintu Imana aliviweka kama viingilio. Yabishizeho nk'imfurizi vya maisha ya mwanadamu. Z'ubuzima bw'umuntu. Nasema tena. Nogera bivuga. Kuna vitu ambavyo Mungu hari ibintu Imana aliviweka yashizeho kama viingilio. Nk'imfurizi vinavyo control. Biyobora the welfare. Ubuzima bwawe. Wa maisha ya mtu. Kumwana w'umuntu. Vinavyo control kula kwenda mbele kwa maisha ya mtu. Bishobora kugenzura kujimbere. Ni Mungu mwenyewe aliviweka. Ni Imana yonyine yabishizeho. Akaviweka kama viingilio. Imana yabishizeho nikwambie. Sio niseme na Kiingereza, sio mtaelewa. Big doors. Big doors. Milango mikubwa. Milango minini are opened by small angels. Ikingurwa na nifunguzo zito. Si funguo. Unaona ile mlango. Ukifungua hivi
Pale kwa kona kuna kitu kanakaa hivi kana ruhusu. Unaita aje? Enji waonyeshe ile pale wakuze. Kuza enji kule. Enji sio zinaitwa enji. Senye zozo wada. Hizo. Sawa? Sasa hizo ndio zinaitwa enji, no? Hizo ufungua milango kubwa. Nizo zikingura imigango minini. Mlango kubwa ufunguliwa na enji kidogo. Muryango munini ukingurwa na ziriya senye noya. Na ufungwa na hicho kitu. Kandi igakingwa na nuti. Hiyo vitu tukitoka hapo. Utwo tuvuyeho Hiyo mlango utaanguka. Umuryango uragwa. Sawa? Yego. Sasa maisha ya mwanadamu ubuzima bw'umuntu huwa inakontroliwa na vitu kidogo. Uyoborwa natwo n'utuntu dutoya. Hizo ndizo hufungua milango ya mtu. Hizo ndizo zikingura imigango y'umuntu. Ili afikie hicho Mungu alitaka afikie. Kugira ngo abashe kugera ku Imana yashatse kwagera. Amashi. Cyangwa abashe kunanirwa. Dale ni best. Reka tubwire inkuru imwe. Ya mzungu mmoja. Mzungu umwe, kijana huyu, uyu musore ameokoka. Yarakijijwe. Na akakula Marekani. Yari hanze. Hana kazi. Yari afite akazi. Hajui mahali anaenda. Kazi hiyo kuja. Na unajua ukitembea huko Nairobi, Parisi ngenda huko Nairobi. Hauna kazi. Utapita kazi. Siku itakuwa mrefu sana. Usoka fikiria kuingia huko supermarket. Uzofikiria kuingia kwa supermarket. Uingie Naivas. Uingie Naivas. Uingie Taskesh. Uingie Taskesh. Hata wewe kununua chochote. Unataka kununua. Bibi unazunguka tu uone vitu. Uzera kusakura kurembe kurembe. Ununua bila tunaita window shopping. Ununua ndio dirisha. Uza ugura binyuze mwidirisha. Sasa kijana huyu, uwo musore hivyo ndivyo alifanya. Niko yagesheje nawe. Akitembea huko ndani wa supermarket. Alimo agenda mu supermarket. Akaona mama moja. Asa kubona ibintu bimwe. Mama mkubwa. Abona mama munini. Mzee. Umukecuru. Amenunua vitu vingi. Yaguze ibintu byinshi. Kisha akamwambia, uwo musore, je, naweza kukusaidia? Ushobora kugufasha. Mama akamwambia, nikadau. Mama anambia ngo yego mfasha. Akamsaidia. Akamfasha. Akampelekea mahali vinahesabiwa. Acha abo babishurira. Mama akahesabiwa. Mama alishurira. Kijana akamchukulia. Wa musore alifata. Akampelekea kwa gari. Alimshanga mu modoka. Hataki kutia ati anafanya hivyo aliko. Ndiye alikuwa kwa. Unajua wengine watu ukifanya hivyo, imena mbere tutamwambia mama achilia 100 tu. Uza kugira ngo nishura kandi ishaka basi. Kiki kijana huyo si pesa anatafuta. Ariko umusore ntabwo yaratekereza. Ana moyo mwema. Yarafite umutima mwiza. Kijana alipomwekea kwa gari, amgesheje akamwambia mama bye bye. Amwambia mama, enda salama, Mungu akubariki. Mami mweza kile. Na kijana akarudi salama. Musore asubira. Akiwa anarudi, asubiyeyo, mama akamwita. mama aramamagara. Akamuuliza kijana, amubaza, ndio unataka ukiwa mtu mzuri sana. Kugaragaza umuntu mwiza. Akamuuliza, amubaza, je, yego ungetaka nikuzae ushobora kwemera nkakusha kama mama yako? Kama mama wako. Nifanyike mama yako. Hinduke mama wako. Kijana akamwambia sawa, si tayari nimezaliwa. Musore ngo yego kera ngafu. Lakini hakuna shida ukitaka kunizaa. Ushaka kumzaa nta kibazo. Mama akaingia kwa bank. Mama asa kuishira kuri bank. Akatoa business card. Akuramo business card. Akapea kijana. Aye. One of the American billionaire. Yagu muhebwe muri Amerika. Billionaire. Muhebwe mu kire cha. Na ana mtoto. Kandi adafite umwana. Amen. Amen. Akaweka kijana kwa ndani yake. Asa kushira wa musore. Akampeleka mahali mtoto zinauzwa. Amushana wa kuri nyenda. Akanunulia kijana nguo. Amugurira imyenda. Siku ya kwanza, musi wa mbere. Nguo ya milioni 1 Kenya shilingi. Amugurira umwenda wa milioni ya moja. Nguo ya milioni 1. Hata ukiona tumevaa tena bado sasa. Milioni wa mashilingi. Kuna wengine wamevaa, wengine kuishi wamefunika. Ndio mtuona kucha harabanga yeye anahishusa. Hatuna maana sasa, kuna yule amevaa na kuna mwingine ni uchi amefunika. Harabanga yeye anabandi bahishe kusa. Sasa unasikia mtu amevaa suti ya milioni 1. Yumvu
na kiatu ya milioni moja. Ni kiatu cha milioni. Mama akaenda na kijana. Uwo mzee aje kugeza kujana n'uwo musore akaandika will. Asa kuandika sheki. Will. Ni ile mtu andika nikikufa hiki ndio kitatendeka. Asa kuandika murage. Akaandika. Yaandika uwo murage. Akasema nikikufa. Aravuga ngo nifa. Mali yangu yote. Utunzi bwaje bwose. Utajiri wangu wote. Ubutunzi bwose. Kijana huyu yata. Uyu mwana ni uzabugirwa. Baada ya miaka kidogo, nyuma y'imyaka mike, mama akakufa. Wa mzee alika Imana. Kijana akawa bilionea. Wa musore aba umuherwe. Hakuwa bilionea kwa maana alifanya kazi ngumu. Ntabwo yabaye umuherwe kubera ko yakoze ibintu byinshi. Hakufanyika bilionea kwa sababu ya bidii nyingi. Ntabwo yabaye umuherwe kubera courage. Alifanyika bilionea. Yabaye umuherwe kwa sababu ana moyo mwema. Kubera umutima mwiza. Na ule moyo mwema kandi uwo mutima mwiza umemfungulia mlango. Wamukinguriye umuryango. Wakati mwingine unaweza kuishi kuomba. Kurigiye ushobora kuba mu buzima bwo gusaba. Mungu nikumbuke. Mana nibuka. Mungu nipee. Mana mpesa. Mungu ni wa ajabu sana. Mana ni gitangaza cyane. Atakuleta karibu na lango la kimbilio. Azakuzana ku muryango wo kwishi. Lakini yeye ariko iwe atakusukuma ndani. Nazagusukuma ndani. Atakuleta kwa kimbilio. Azakusiga kwile. Lakini wewe mwenyewe ariko wewe wengine ndio utachagua kuingia. Wewe uzahitamo kwinjira ama kukaa cyangwa kugumaho. Amen. Atasikia maombi yako. Azumva gusema. Akulete mbali kimbilio kilio. Akuzane kukurya. Amen. Amen. Uone watu wanapitia hapo. Wana wangu watamu. Lakini katikati wanapitia pale. Ariko murao watamu. Kunaye anaweza kuwa amebeba hicho unatafuta. Hayu ushobora kuba twaye kiriya ushaka. Lakini hili umufikie. Ariko kugira ngo umugereho. Kuna kitu kinahitaji kufanya. Hari ibikenewe gukorwa. Amen. Lakini mioyo yetu ariko imitima yacu imejaa fitina nyingi. Yuzuye urwango. Imejaa arrogance. Yuzuye ubwibone. Na kiburi. Nani ubwibone. Ndiyo imebaa katika mioyo yetu. Nibyo byuzuye imitima yacu. Lakini unafikiria ya kwamba utekereza utapenda kwa maana ulienda mlimani. Ntabwo uzinjira kubera wagiye baada ya kwenda mlimani na kuomba. Nyuma yo kusanga umusozi gusenga. Mungu atakuleta karibu na lango. Imana izongera ikugarure ku muryango. Aone kama unaweza kuingia. Yewe kushobora kwinjira. Amen. Amen. Kama utashindwa kuingia. Nunanirwa kwinjira. Na wengi tunashindwa. Abenshi tunaniwe tukiwa katika lango. Kandi turi ku muryango. Hapo ndio tunashindwa. Aho ndio tunaniwe. Nimesema amen. Amen. Katika Biblia kuna wanawake wawili. Harimo abagore babiri walioingia katika agano la Israeli. Bishiye mu isezerano rya Israeli. Hata ingawa walikuwa mataifa. Kandi barabanyamahanga. Na si kuingia kwa agano tu. Hapo bishiye gusa mu isezerano. Wakaletwa katika laini. Bazana mu murongo iliyomzaa Kristo Yesu. Uruzaro rwa Kristo Yesu. Wanawake wawili. Abagore babiri. Na Waisraeli wengi. Kandi Abisraeli wengi. Waliokuwa wa agano hilo. Baba ilio sezerano. Watakuwa jana. Watakuwa jana. Wabazagenda muri genu. Lakini wanawake wawili hao. Ariko abagore babiri. Watakuwa mbinguni. Bazagera mu bwami bw'Imana. Hawakuwa wamehesabiwa wao wa agano hilo. Ntabwo bari babazwe muri iryo kwa maana walikuwa mataifa. Kubera ko bari abanyamahanga. Lakini walifanya kitu. Ariko bakoze kiliowaunganisha na agano ya Ibrahimu. Cyabahujije isezerano. Hata ingawa Kristo hakuwa amekuja. Hawakuwa Kristo atari. Waliingizwa na pendo. Bali kwinjizwa ndicho kipo. Sisi tuliingizwa na
kila mwanaume. yaryamanaga n'abagabo. Na alikuwa ametenga hapo kwa mlango. Kandi yubatse ku muryango. Ya Jericho. Umuryango wa Jericho. Sasa hapo mlangoni. Aho ku muryango. Ni kila mwanaume. Ni huwa mugabo. Aliye na kiu chake. Yagira inyota. Haja kunywa maji kwa raha. Kugira akaza kama amazi kwa raha. So anakuwa kwa lango. Akaba ku muryango. Siku moja. Musume. Joshua. Atuma abagabo. Waenda wapeleleze. Baje gutata. Wale vile Jericho imejengwa. Wale mvuto Jericho yubatse. Na nguvu zao. Ni baraka zao. Walipoingia. Ahageze. Mfalme wa Jericho alijua. Nani Jericho ameingia wapeleleze wawili. Amenya ko yinjira abadestira. Wameingia kwa nyumba ya raha. Kandi yinjiye mu zera. Akatuma askari. Atuma abasirikare. Akamwambia Rahabu. Ngende mugire Rahabu. Aleta watu wale wawili. Asana abantu babiri. Ni wapelelezi. N'abamaneko. Wawe. Kugira ngo bicwe. Rahabu akawaficha. Rahabu arabahisha. Chini ya ndui. Kandi arabanza. Hawa watu wawili ni ndui. Abantu babiri n'abanza. Kwa hivyo alipaswa kuwapeana wawe. Yakagonze kuwa maana akiwapeana wawe. N'abatanga bakicwa. Watakuwa na hakika tutakakaa. Basa. Lakini Rahabu alikuwa Rahabu aliwaficha. Arabahisha. Akaambia mfalme umetoka. Asa kugira umwami ngo bagiye. Tuma jeshi kibishana na wao. Yenda utuma abasirikare baje. Tume mfalme akatuma jeshi. Ngamba tuma abasirikare. Alipotuma jeshi, atumye abasirikare. Hao ameweka juu ya nyumba. Asa kubahisha hejuru Jeshi kudai. kwa akaambia mjeo. Ambira abasirikare basi. Akamwambia nitawatolea kwa hii dirisha. Ndabanyuza muri iyi dirisha. Lakini msiende. Ariko tumugende. Kwa siku 3 mjifiche mahali. Misi 3 misha. Kwa maana jeshi itamtafuta siku 3. Kuko abasirikare barashaka. Baada ya siku 3 watashoka. Na nyuma ya misi 3 barabara. Kwa hivyo baada ya siku 3 mvuke kwenda. Nyuma ya misi 3 kusubiri kwa. Lakini akawaambia hivi. Ababwira iki? Kwa maana nimewaonyesha huruma. Kubera ko naberetse umutima w'urukundo. Na nimewaonea huruma. Nabagiriye impuhwe. Siku ile mtakuja kuangamisha mji huu. Umunsi muzoza kuri uyu Bwana. Naomba mnilipe na huruma. Namwe muzangirire impuhwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Kitu kidogo. Ikintu gitoya. Si kikubwa. Akaambia kwa maana nimemuonyesha huruma. Kubera ko naberetse impuhwe. Na nimemuonea huruma. Kandi nabagiriye impuhwe. Siku ile mtakuja na muomba. Namwe musimuzaza. Mimi na nyumba yangu. Jewe miso yangu. Muionee huruma. Namwe muzangirire. Mwanaume mmoja akatoa kitambaa ya nyekundu. Mkaumbe akuramo igitambara ile nyekundu inasimamia damu ya agano. Icyo gitambara gihagarariye amaraso y'isezerano. Ya Yesu Kristo. Ya Yesu Kristo. Italeta wokovu. Izazana agakiza. Akamwambia ni shahidi tumeokolewa kutoka. Aramubwira ngo ibisha tuguzemo dukudukira. Weke kitambaa hiki. Ushireho kino gitambara. Siku ile tutakapokuja. Uwo munsi tuzaza. Ukuta hiyo kitambaa. Tuzasanga icyo gitambara. Na watu wako wote. N'abantu bawe bose. Baba yako, mama yako, ababyeyi bawe, ndugu zako, n'inshuti zawe. Waingize hapa. Uzabishize hano. Yule atakuwa ndani. Uzaba urimo hano. Tutamuokoa. Azakira. Atakaa kwa nje. Uzaba uri hanze. Huyo atawekwa upanga. Uwo azaribuka. Na wakavuka. Basubirayo. Wakaenda wakaambia Joshua. Baje kubwira Yoshua. Siku ile walienda kuangusha Jericho. Musi bagiye gutsinda Yoshua aliita wale wanaume wawili. Yoshua yahamagaye abagabo. Aliniambia endeni mpaka nyumba ya Rahabu. Arambira mugende mu nzu ya Rahabu. Muizunguke. Muizunguke. Amen. Amen. Rahabu akaokolewa. Rahabu arakizwa. Arakira. Alipookolewa. Amaze gukira. Akaletwa Israeli. Azama muri Israeli. Akaolewa Israeli. Aza gushaka. Amen. Amen. Akaolewa Israeli. Aza gushaka muri Israeli. Akamzaa Yesu. Aza kumzaa Yesu. Sasa wakati mtimioloje ya Yesu nasoma. Usoma ibisekuruza za Yesu. Rahabu malaya anaonekana. Rahabu ndaya mno. Aliokolewa na nini? Yakijijwe n'iki? Tendo na huruma niliyokuwa nayo. Igikorwa kibuwe cyari mu mutima we. Hata kwamba ingawa alikuwa malaya. Haba nubwo yari ndaya. Alikuwa na huruma ndani yake. Kandi umutima we
Na kwa sababu ya agano hili, kubera iryo sezerano, hatumjui kama malaya tena. ntabwo tumuzi kandi nk'amaraya. Tunamjua kama tatewa wa Yesu. Tumuzi nk'isekuruza cya Yesu. Amen. Kuna vitu Mungu aliweka kama vingilio. Hari ibintu Imana yashyizeho nk'isubirizi Ya maisha. z'ubuzima. Kuna vitu Mungu aliweka maishani ya watu. Hari ibintu Imana yashyize mu buzima bw'abantu Kama vingilio. nk'isubirizi. Vingilio vinavyofungulia watu. Kizira nk'amarembo akingurira abantu. Na ukisha vikoza, Ubibuze hautaingia. uzinjira. Unaweza kuwa mhubiri, ushobora kuba umehubiri sana, kandi ubwiriza neza, kitu kisha vikoza, ariko ubibuze hautaingia. tuzabasha kwinjira. Unaweza kuwa mwombaji, ushobora kuba umunyamasengesho. naona watu wanaenda sasa. Unaweza kuwa mwimbaji, ushobora kuba umunyamasengesho na mwombaji, umunyamasengesho, lakini ukisha vikoza vitu hivi, ariko usibyobiye mufite umwanya mu bwami bw'Imana. mwanamke wa pili ni Ruth. Umugore wa kabiri ni Ruth. Anaitwa Ruth. Ruth naye ni Moab. Nawe ni Moab. Ni kutoka Moab. Ruth nawe yavuye i Moab. Wakati Naomi alitoka Yerusalemu, igihe Naomi bavuye i Yerusalemu, kaenda kuishi Moab. bagiye gutura i Bwana Moab. yake alikufa, Umugabo we yapfuye, vijana wake wawili wakakufa, n'abahungu be barapfa, wakaachwa wajane peke yao. basigara abapfakazi. Naomi ni mjane, Naomi ari umupfakazi, Ruth ni mjane, Ruth ni na hii umupfakazi, mama ingine mjane. Pia ni mjane. nawe ni umupfakazi. Wote wamekuwa wajane. Bose bari abapfakazi. Naomi akasikia kwa Mungu amewabariki kumenyesha. Naomi aza kumva ko iwabo bahezagiwe Ibrahimu, akaamua kurudi kwao. ahitamo kongera gusubira iwabo. Akachukua wake wa vijana wake, aza gufata bakazana be, akaenda na wao. ajana nabo. Alipofika barabarani, ageze mu nzira, akamwambia binti sana, arababwira bakazana be, rudini kwenu, usubira iwanyu, mtapata wanaume wengine watakuoa. muzongera mubone abandi basore. Bado tuendako, iyo tuja hamtapata. nabo muzabona. Na mkisema mimi hata nikienda niolewe tena, nubwo mwavuga ngo nzogenda nongeresha, mseme nitazaa kijana. Unajua si lazima nizae kijana. muvuge ngo nzare umuhungu, Na hata nikizaa kijana, nubwo nzaza umuhungu, hamwezi kungojea mama ya muone. ntabwo muzashobora kuyanga. Tayari mtakuwa mmefanyika tate. muzaba mwarangitse abakecuru. Sasa huyo binti mwingine akasikia mama anaongea vizuri, uwo mukazana yumva avuze ukuri, akamwacha mama, aramusiga Yakwe, akarudi. asubira iwabo. Mungu akamwambia mama, Rusi abwira Yakwe, mahali una siku, aho uzahambwa, hapo ndipo una siku, aho niho naje nzahambwa, na miungu yako n'Imana sana itaitwa miungu yako. izaba Imana yawe. Kwa hivyo usinipendelee, kandi ntunyingingire. nimefanya uamuzi, narangije guhitamo, ninaenda na wewe. nzajana nawe. Naomi alipoona Mungu ameamua, Naomi amaze kubona ko Rusi yarangije guhitamo, akamwambia tena. aravuga ngo tugende. Wakafika Yerusalemu. Bageze i Yerusalemu, Yeye watu wakafurahia, wameona Naomi. abantu bishimira kongera kubona Naomi Naomi. akamwambia msiniite Naomi, niiteni Mara, niiteni Chungu. Mungu mchungu. arababwira ngo kongera kunyita Naomi, munyita ushaririye, Kwa maana Mungu amenitesa. kubera ko Imana yangiriye nabi. Wakiwa kule, bari eraho, naambia Ruth, abwira Rusi, maana ni wakati wa kuvuna ngano aramubwira ngo iki ni igihe cyo gusarura ingano, na mbare. Endeni kule kwa mashamba, mugende mu mirima, wakati wanalima ile inamwagika, igihe bahinga ibitakara hasi. Israeli iruhusiwe inarokotwa na maskini. Israeli zaruzeho ko bitogwa n'abakene. Wewe uende ukirokota. aramubwira ngo ugende gutora. Shamba ile alianguka ni mtu anaitwa Boazi. umurima yahitiyemo n'umurima wa Boazi. Boazi kumuona, Boazi amubonye, akamuonea huruma, amugirira impuhwe, akamwambia wewe kaa na binti zangu na huko watumwa binti.
aramubwira ngo genda wicarane n'abashabanje. Na jioni akamwekea ngano nyingi. Bamuheza ingano nyinshi. Akaenda nayo kwa mama yake. Ashana mu rugo. Mama alipomuuliza umetoka wapi? Nyirabukwe aramubaza ngo uvuye he? Amwambia natoka shamba, mtu nimesikia kitu Boaz. Navuye murima w'umuntu witwa Boaz. Amwambia wewe ni mtu wa nyumbani. Aramubwira ngo uwo muri wacu. Amen. Amen. Sasa siku moja Musume Naomi alikuwa mtu wa ajabu. Naomi kubera ko yari umuntu utangaje. Akamwambia sasa, aramubwira ngo rero Boaz atakuwa ameelewa kidogo. Boaz arasobanutse buke. Amekuja kuvinyo. Yamweyeho. Hapo anapigia ngano. Aho ari gusekurira ingano. Atakuwa amelala hapo. Aryamye aho. Wewe ingia upande wa miguu. Wewe winjire. Na usiruhusu mtu yote akuone. Kandi ntugire umuntu wese ukubona. Uingie upande wa miguu. Ugere umwishire mu maguru. Ulale hapo kwa miguu. Uryame ku maguru ye. Kulala miguuni kumaanisha uwe mnyenyekevu. Kuryama ubundi bisobanura guca bugufi. Uwe unainama kiasi hicho. Nukunama no guca bugufi. Na moyo wako mnyenyekevu kiasi hicho. Umutima wawe uce bugufi. Akamwambia usiku. Aramubwira ngo nijoro atanyoosha mguu wake. Araza kurambura ukuguru kwe. Ndani atakukanyaga. Araza kukukandagira. Akikukanyaga ulise ni nani? Na kukandagira urabaza mwinde. Mwambie ni wewe. Mwambie ngo ni wewe. Mwambie anyooshe blanketi yake akufunike kidogo. Mwambie ngo aze kukurambura urengeti bwe akororosa. Akishafanya hivyo, nagira gutyo utakuwa umepata kibali. Uzaba wemerewe. Mama mchana alikuwa mzuri, alikuwa mtiifu, anasikia mama. Yari umubaha cyane yumva nyirawo. Kila mama anasema anasikiza. Akumva kirija nyirawo avuze. Kaenda akalala upande wa miguu. Aza kugenda aryama usiku kama saa 8 hivi. Mwisho kadi saa 8. Boaz akanyoosha mguu. Boaz aza kuamua amaguru. Kasikia amekanyaga kitu. Yumva akandagiye. Nauliza ni nani huyo? Anakuwa ngo nini? Akamwambia ni mimi mwanako Ruth. Anakuwa ngo ni shewe mwana wa Ruth. Sikiza vile Boaz alimuuliza. Mva icho Boaz alimwambia huruma hii. Anakuwa ngo isipuwe. Kiingereza anasema this kindness. Huruma hii is greater. Ni kubwa. Ni kubwa kuliko ile ya kwanza. Kuruta ile ya mbele. Kama kwa maana unakimbishana na vijana wa kuoa. Ntabwo usirukanswa n'abasore mu bagushaka. Akamfunika. Aza kumororosa. Asubuhi saa 10 wakati giza sinapigana na Mungu. Mukerera uchagulikana. Akamwachia. Anamweka. Anamwambia wagende. Alipofika Naomi alimuuliza ni nini kimefanyika? Ageze Naomi amuwazicharaye. Akamweleza hadithi. Amubwira uko byagenze. Hivi ndio Naomi alimwambia. Mvuko Naomi amubwiye. Huyo mzee hapa. Uwo mugabo naza kujyana. Lazima atakuoa. Aza gushaka. Amen. Amen. Asubuhi alipoamka mzee yule. Boaz asutse mu kitondo. Alienda korani. Aja kumujyana. Akaita wazee. Ahamagara abasaza. Kuna mtu wa mwingine wa nyumbani alikuwa mbele yake. Nuwo mumuryango wawe. Yeye ndiye alipaswa kuoa Ruth. Uwo niwe wari ukagombye gushaka. Anambia wazee huyu aseme kama ataoa Ruth. Arambira ngo uyu kama ataoa gushaka. Mimi ni muoa. Kandi matazamushaka nje mushaka. Wewe mtu anasema mimi nitamuoa. Unavuga ngo njewe zamushaka. Akaambia hii ndio sheria. Arambira ngo uku niko mbere. Ukisha muoa, umushaka uchukue pamoja na nao. Uchukue pamoja na nao. Mushaka ni nao. Akasema mimi nitakataa sitamuoa. Aravuga ngo njewe ntabwo zamushaka. Akapea Boaz. Boaz. Akasema nimeruhusu Boaz amoe. Aravuga ngo njewe mpangwe Boaz amutwara. Jioni hiyo ndio ikafanya. Iryo joro aramushaka ngo yaba. Akamuoa Ruth. Aramushaka Ruth. Alipolala naye. Aryamanye nawe. Akazaa mtu anaitwa Obed. Azara uitwa Obed. Obedi akazaa Jesse. Azara Jesse. Jesse akamzaa Daudi. Azara Daudi. Daudi akamzaa Kristo. Daudi azara Kristo Yesu. Si ati huyu alikuwa mke wa kwanza wa Boaz. Nako awali mgore wa mbele wa Boaz. Boaz alikuwa na wanawake wengi. Boaz anapita mgore
ubugwaneza. Anakaenda nazi yake. Afite ubugwaneza mwiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Akaruhusiwa aingie, atolewe kwa Bwana. Yemererwa kwinjira. Alete kuwa wa agano la Ibrahimu. Akuwe ku muryango ahinduke uwisezerano. Na maisha yake ikatengwa. N'ubuzima bwe bubakwa. Juu ya agano hili ya Ibrahimu. Bubakirwa hejuru y'isezerano rya Abrahamu. Kwa sababu ya tendo. Kubera ibikorwa yakoze. Nataka uulize rafiki. Nagira ngo base mugenzi wawe. Je, umebeba tendo linakaa namna gani? Ufite ibikorwa bimeze gute? Wewe muulize vizuri. Nawe basa mugenzi wawe. Muulize wewe umebeba tendo ina gani? Wewe ufite ibikorwa kimeze gute? Kama tendo hilo umebeba, kubera icyo gikorwa ufite linaweza kukufungia milango. Gishobora kukirinda. Na tendo hilo umebeba, kandi icyo gikorwa ufite linaweza kukuingiza. Gishobora kukwinjiza katika utawala. mu butware. Je, tendo hilo umebeba, icyo gikorwa ufite imalizia matunda kesho. Reka zoreza tuzokomereze. Yesu anasema, Yesu anavuga, ananenea Mafarisayo. abwira Abafarisayo. Anawaambia wale wale Mafarisayo, abwira ngo Abafarisayo, mmetoa fungu la 10 mutanga kimwe n'icumi mpaka ile asombe. Kugeza kuya yasombe. Mmetoa fungu la 10 mpaka yasombe. Mutanga igice cy'ucumi mugatanga n'ikizo. Yeye Muisraeli Mfarisayo. Muisraeli Abafarisayo alikuwa mwaminifu kwa fungu la 10. barabizerwa cyane mu gice cya mpaka ile vijiti majani. Kugeza muri birya turya tw'imboga. Yasombe. Kw'imboga. Anatoa. Agatanga. Maanisha huyu ni mwaminifu sana. Bigaragaza ko ari umwizerwa cyane. Amen. Amen. Alafu hanyuma hata ingawa wanafanya jambo hilo, nubwo bakora gutyo hawana ufalme wa Mungu. nta bwami bw'Imana bafite. Wanatoa sadaka, batanga amaturo, na wanatoa fungu la 10, bagatanga ibyacu, lakini hawana viingilio ariko batafite imiryango katika ufalme wa Mungu. Irinjiza mu bwami bw'Imana. Wanatoa fungu la 10, batanga ibyacu, na wanatoa sadaka, bagatanga amaturo, lakini hawana urithi ariko badafite umugabane katika ufalme wa Mungu. ubwami bw'Imana ntabwo. Lakini kuhusu kutoa, ariko kubijyanye no gutanga, Mungu aliweka tiki. Imana yaravivuye. Yaani ukisikia Yesu anawasifu, na Yesu yarabashima, kumaanisha walitoa. bishatse kuvuga ko batanga. Wewe hata kutoa Mungu hawezi kukusifu. Lakini wao ariko kuhusu kutoa, kubijyanye no gutanga, Mungu aliwasifu. Imana yarabashima. Hawana makosa nta kosa bana mbinguni mw'ijuru kuhusu kutoa. kubyo gutanga, Lakini hawana urithi. ariko badafite. Yesu anawaambia, Yesu arababwira, mlifanya hivyo, mwakoze ibyo, lakini ariko mkaacha musiga mambo makuu ibikomeye ya ufalme wa mbinguni. z'ubwami bw'Imana. Kumaanisha sheria bivuze ngo itegeko ina sehemu mbili. rifite uburyo bubiri. Kuna sheria inaitwa meja hari itegeko ya mwili, ryo hejuru inahesabika ikiwa rizamuka. na kuna sehemu ya sheria hakaba itegeko inaitwa maina. ryo hasi. Maina mnajua? Mnaambiwa ni mine. Kuna sehemu ya sheria inaitwa meja. hari itegeko ryo hejuru Na kuna sehemu ya sheria inaitwa maina. hari itegeko ryo hasi. Kutoa fungu la 10 gutanga kimwe n'icumi iko katika sehemu ya sheria inaitwa maina. itegeko ryo hasi. Lakini sikiza, ariko umva hizo sehemu mbili, izo bice bibiri, ya meja yo hejuru na maina, n'ivyo hasi, zote zinapaswa kufanywa zose bikenewe pasipo kuacha hata kimoja. uko hatabuzemo na kimwe. Lakini usikize, ariko umva ukifanya maina ukoze
ndiye inaye control hivi. Nibyo bibasha kuyobora. Na ndiye nasema utaridi nini? Nibyo bivuga ngo se usanga. Sehemu ile ngetomeka. Icyo gice cya. Lakini sisi tunakaa kama mafarisayo. Ariko twebwe tumeze nk'abafarisayo. Tunasahau menja. Kwibagirwa ibyo hejuru. Tunarudi kwa maji. Tukaje kubyo hasi. So tunapoteza urithi. Tukabura kuragwa. Kutoka kwa Mungu. Kuva ku Mana. So Yesu anamwambia. Yesu anamwambia. Mliacha sehemu kuu ya sheria. Mwaretse itegeko rikuru. Mkafanya ile ambayo si kuu. Muza gukora ibitari. Nani akamwambia? Ababwira gutya. Hii kuu ndio mlipaswa kufanya kwanza. Nibyo mwakabanje gukora. Pasipo kuiacha hata hiyo nyingine. Hakutaretse na riyari. Hii sehemu kuu itegeko rikuru ya sheria. Itegeko ndio mlipaswa kufanya kwanza. Nibyo mwakagombye kubanza gukora. Pasipo kuiacha hata hiyo. Mutaretse na riyari. Anawaambia naye nini? Aravuga ngo ni huruma, ndabasi, uaminifu, kwizera, na Kiingereza hiyo inaitwa justice. Hukumu sawa. Sasa anaita justice. Utabera. Unaita utabera. Utabera. Hiyo kwanza utabera. Akaambia vitu vile ndivyo mlipaswa kufanya. Hizo ndizo mwakabanje gukora mbere. Ili hizi zingine mnafanya kugira ngo zino bindi gukora siwe na maana. Bize kugira agaciro. Hizo za kwanza ndio mlipaswa kufanya. Hizo za mbere hizo kabana ndizo zinafanya hii kutoa kuwe na maana. Nizo bigira kugutanga kugire agaciro. Ndio inafanya nizo bigira icyacu kugira agaciro. Kumaanisha kuvuga fungu la 10 igitekicu pasipo ile ya kwanza hatarimo biriya huruma, ndabasi, hukumu sawa, ubutabera, imani, mama, uaminifu, kwizerwa, kama inafanya niba bitarakora fungu la 10 halina value. igitekicu nta gaciro gifite. Utatoa ni kweli, uzatanga nizo, lakini litakuwa limekosa value. ariko bizaba bibuza agaciro. Kwa maana kinayefanya fungu la 10 iwe na value, ituma icyacu kigira agaciro, ni imbabazi, ni adili, ni imbabazi, ni uaminifu, no kuba mwizerwa. Kinafanya kutoa kwako kuwe na value. Nizo bizatuma gutanga kwawe kuwa na value, kumaanisha kugira agaciro. Unapotoa iyo utanze iwe kama manukato bimere nk'ibihumura inayofikia kile cha enzi, bishika imbere y'Imana. hiyo ingine itakuwa ni pesa umetoa. Zo ni bizawata. Kwa maana kila Mungu anataka kufikia ni manukato haya. Ichimani shaka kuhumuri. Kwa maana hiyo umetoa ni sadaka. Sadaka ilipaswa kuteketezwa. Icho batanze ni turo kandi ikiteketezwa ile moshi inapanda juu. Icho kwa moshi inapanda kutano kama manukato inukiayo. Ni ikigomba kuhumurira neza mbele ya kiti cha Mungu. mbele y'Imana. Na sadaka hizi unaona tumeweka hapa. Nizi sadaka dushize hapa. Inapaswa kuwa sadaka ya kuteketeza. Bigomba kuba ibitabo. Kwa hivyo harufu yake kwa maana ni Mungu, wewe itachukuliwa na pasta. Lakini Mungu harufu yake inapaswa kufikia Mungu. Ariko Imana igomba kumva guhumurirwa kw'iki. Kama atakubariki niba seyo harufu isipofika guhumurirwa ari kutagera imbere y'Imana, hata atakula pesa anone. Pastori azarya iyo faranga shibwe, lakini hautabarikiwa. Ariko ntabwo uzahezagirwa. Kwa maana manukato yale haikupaa mbinguni. Kubera ko iki gitambo kitageze imbere y'Imana. Iliishia hapa tukaanza kula. Zahezera no gusa pastori ararya. Lakini manukato yale ariko iki gitambo haikupaa. kigeze kizaba. Lakini ile manukato ni iki gitambo lazima mtu yule
anayetoa ni ngombwa ngo umuntu gitanga awe abe isem menja iki gice cyo hejuru ya sheria yitegeko amejimarisha yarayitiyamitse. Anawaambia wale wenu Wafarisayo na waandishi, arabwira ngo ole kwenu mwebwe Abafarisayo n'abanditsi, maana mmetoa fungu la kumi kubera ko mutanga icyacumi mpaka ya soko, icyacumi cy'isoko na bisari. Unajua bisari ile zinaitwa tunaita spices. Unajua spices hii inaweka kwa chakula iwe stew iwe tamu. Spices ni kama roiko, zile roiko, kama pilipili, hizo tu vitu unaitwa spices. Yes. Sasa ibirungo. Sasa naambia umetoa fungu la kumi mpaka ya roiko. Arabwira ngo mutanga icyacumi n'ikibirungo. Amen. Amen. Kumaanisha watu hao walijaribu sana, walipaswa kupigwa makofi. Kwa maana walifanya vizuri sana. Bivuze ko aba bantu baragerageje cyane Lakini hata ingawa walifanya hivyo, ariko nubwo bakoze hawakuwa na urithi. abo bari bafite umurage. Kwa maana sehemu ya sheria kubera ko igice cy'itegeko iliyo menja yani iryo hejuru hawakuiangalia. ntabwo bakigeze. Mtu mmoja alikuja kwa Yesu. Umuntu umwe yaje kuri Yesu Akamwambia Yesu, aramubwira ngo Yesu, nitafanya nini nilinde ufalme wa mbinguni? nakora iki kugira ngo ndabugane bw'Imana? Akamwambia penda Mungu Muumba wako, aramubwira ngo ukunda Imana yawe kwa moyo wako wote, n'umutima wawe wose, nafsi yako yote, n'ubugingo bwawe bwose, na nguvu zako zote. n'imbaraga zawe zose. Na ya pili naye kama hiyo ni upende jirani yako. Aramubwira ngo irya kabiri rimeze nk'iryo ukunde mugenzi wawe. Akamuuliza jirani yangu ni nani? Aramubaza ngo se mugenzi wanje ni nde? Yesu akamwambia nitakupea nini? Yesu aramubwira ngo ndaza kuguha Mtu mmoja alitoka Yerusalemu anaenda Jeriko. aramubwira ngo hari umuntu wari uvuye Yerusalemu aje Yeriko, Akakutana na wakora. aza kugwa mu gico cy'abantu, Wakampiga. baramukubita, Wakamwacha akiwa nusu kufa. bamusiga yenda gupfa. Kwani alipoingia Ageze aho akiwa anapitia kwa njia ile, umutamzi anyuze akapita. ngo arakikira. Mulawi akaja, Umulewi nawaje akamuona, amubonye akapita. nawe arakikira. Msamaria akaja. Msamaria ni nani? Msamaria ninde? Walihesabiwa kama wenye dhambi. Babaga nk'abanyabyaha, Lakini kwani ariko umutamzi ndiye custodian ya sheria ya Mungu. niwe wari ufite amategeko. Maanisha ndiye anaonekana akiwa karibu na Mungu. niwe bishatse kuvuga ko yabaga hafi. Huyo ndio kwani. Uwo niwe Na mutamzi. Mulawi ni mtumishi wake. Umulewi yari umukozi. Kwa hivyo ni watu walio karibu na Mungu. Abo ni Kwa maana ndio wanapeleka sadaka za watu kwa Mungu. abo ni bantu bari hafi n'Imana. Lakini Msamaria ni mtu anaonekana hajaokoka. Umusamariya bigaragara ko ari umuntu utaraje. Alipokuja akaona mtu yule, abonye uriya muntu akamuonea huruma. amugirira impuhwe. Akaenda mpaka kwake, akakuta hajakufa, amugera basanga atarapfa, akamtibu, aramuvuza, akamweka kwa punda yake, amushira ku akaenda akatafuta hoteli, amushaka icumbi, akapea mtu yule kwa mwenye hoteli, ayishura kuri uriya muntu na akampea pesa. amuha n'ifaranga. Akamwambia mtu huyu muangalie, aramubwira ngo uyu muntu urebe, nitarudia hapa. nzagaruka Kama atakuwa anatumia pesa nyingi kuliko hizo, nazaba atarakoresha ifaranga kutiza, nitakulipa. zongera ziguhe. Yesu akamuuliza mtu yule, Yesu araswa umuntu, je, unafikiria ni nani jirani kwa huyo mtu? utekereza ko ari nde mugenzi wuwo? Mtu yule akamwambia, uwo muntu aramubwira, huyu aliyemhurumia. aramubwira ngo uyu wamugiriye. Yesu akamwambia, Yesu aramubwira, genda ukafanye hivyo. nawe ukore gutyo. Genda Alikuwa anauliza yari mabasa vile ataingia katika ufalme. uburyo ashobora kwinjira mu bwami. Ameambiwa lango moja la ufalme aramubwira ngo umuryango bwawe ni huruma. nimba. Yes. Lango moja. Umeuliza Birya wabashije lango moja la kuingia katika ufalme.
kwa hakika niba muzukuri unataka kunifanya shaka kuyirisha umuganda enenda ukafanya hivyo. Genda ukore uti. Amen. Jinsi ya kufikia au to break out. Uburyo bwo kwakira Into the blessings of God. imigisha y'Imana. Jinsi ya kufikia baraka za Mungu. Uburyo bwo kugera ku migisha y'Imana. Rafiki zangu, Inshuti zangu, kufikia Mungu ni rahisi sana. kugera ku Mana biroroshye cyane. Lakini pia ni ngumu sana. Kandi biragoye cyane. Ili Mungu aweze kutembea. Kugira ngo Imana igendane nawe. Shida yetu mioyo yetu imebeba chuki nyingi. Kibazo imitima yacu yuzuye urwango. Na mioyo yetu inabeba kiburi. Kandi imitima yacu yuzuye ubwibone. Mioyo yetu inabeba mitima nyingi. Mitima yacu yuzuye ishari. Biri mu mitima yacu. Hata mtu atuye kwa kusalimia, unamuuliza unanisalimia ukiwa na Mimi ndagenda imbere yawe akuramutsa ukamaza ngo si uramutsa ufite. leo ukiwa na Urinde. moyo wako unajaa kiburi. Mutima wawe wuzuye ubwibone. Utafunga milango yako. Uzakinga imiga. Wewe wanawake. Leo mbira abagore. Kuna mwingine hata olewa. Abagore bakazosha. Si ati yako kwanza kuolewa. Kubera ndabaya kabombye kubura gushaka. Moyo wako umejeba kiburi kubwa. Kubera ko umutima wiwe wuzuye ubwibone. Kwa hivyo ataishi kwamba azahora asenga na hata ariko ntazashaka. kwa maana moyo wako Kubera ko umutima we umebeba kiburi nyingi. wuzuye ubwibone bwinshi. Amen. Ngoja nikuulize, unajua Rebeka? Unajua Rebeka? Musi Rebeka Aliolewa na Isaka. washatswe na Isaka. Rebeka alikuwa wa Mungu bila Ibrahimu aliacha, sivyo? Rebeka yari uwibigirwa Imana Lakini ili aunganishwe hapa. ariko kugira ngo ashirwe Ibrahimu alita mtumishi wake Misri. yatumye umukozi we muri Misiri. Akamwambia niapie. Aramubwira ngo ndahira. Au taletea kijana yangu msichana mwanamke. Tuzazanira umuhungu wanje umukobwa Kutoka nchini tunakaa. kuva muri kino gihugu tuturebe. Narudi katika huko nilitoka. Tuzasubira iyo twavuye Mtafutie. tumushake. Mtumishi akaondoka. Umukozi w'Imana aragenda. Alipofika mahali kuna kisima. Ageze ahantu hari isima. Aliketi pale. Yicaramo. Akaambia Bwana, sijui ni nani ambaye anafaa. Sinzi ninde ukwiye kuolewa na kijana ya rafiki yako anaitwa Baraka. kugira ngo ashakwe n'umwana w'inshuti yanjye Baraka. Akasema lakini yule ariko uwo nitaomba maji. Uwo saba amazi. Anipe. Kandi akayamba. Alafu aniambie. Kandi ambwire. Hata ngamia zako nitapea. Ambwire ko n'ingamia zanje zira. Huyo ndiye atafaa. Uwo uzakwiriye. Sina mbeka peke yake aliingia hapo. Ndawende besa. Sasa kuingia wachana wengi warembo. Injia abantu benshi abakobwa benshi. Nipe maji. Akabaza mpeza amazi. Mwingine anamuuliza una mikono? Undi akamubwira ngo se tufite amaboko. Kimwanaume kikubwa. Kigabo kingana gutya. Alafu kinakaa hapa kiombe wachichana maji. Ko kilicara hano kugisima gisaba amazi. Huyo anapita. Uwa gatanu. Lakini kila wajui. Icyo batazi. Wamesimama ndetse kwa lango. Nuko bari bahagaze ku muryango. Wamesimama ndetse kwa lango. Bagiye iruhande ku muryango. Na kulindi bibi. Ngo kwinjira mu bwami bw'Imana. Kuitwa mama. Ngo kwitwa mzee Wa imani. Wisezerano. Wamesimama hapa na Bwana. Bahagaze ku muryango. Lakini kiburi hakiwezi kuruhusu. Unajua kiburi kinamfanya wa mkubwa sana, kwa hivyo huwezi ingia. Agasuzuguro ubwibone kugira ngo tutabasha kwinjira. Amen. Sasa unaweza kupea maji ukiwa nani? Akaunda kaza kuweza mazi winde. Amen. Amen. Mwingine anamuuliza wewe sasa unako maji? Aunda kaza Mtu hata kubaya. Mutazi no kwa Baraka. Mtu ambaye hajawahi shule. N'umuntu utanize. Sasa unaomba maji ukiwa nani? Urasaba mazi winde. Huyu anapita. Uwakabaranye kuruhande. Unakuja mwingine. Ndakazi. Mwambia binti nipe maji. Akamubwira mukobwa mpa ku mazi.
amazi akabwira ijosi guti anapita akabavuyemo agiye ku ruhande kukapita Rebeka araza akamwambia binti amubwira ngo nipea maji hakumazi Rebeka akasema unajua kisima si kama kutoa maji kwa mto toka kisima ntabwo ariko kuvoma ku ruzi lazima utayamusha birika huko chini kwa kumanura ibirikepo na watu wana teknolojia ya kisasa kwa hivyo lazima uvute wewe mwenyewe zaru kugira ngo kwa hivyo lazima utachoka sana zaru uruhukomeye na hapo ndio testi aho ndio wari ikizami nani ataridi baraka ya Ibrahim ninde uza kuba hapo ndio testi iko aho wari ikizami nani ataridi Ibrahim ninde uba katika kuchoka huko kubaho hauwezi kufanya hivyo tushora gukora kama moyo wako una vitina n'umutima wawe uzuye utaangalia mtu bale umuntu uangalia kisima mahali maji yanatoka urebe kisima maji hata huko umetoka nyumbani umetuma kujia maji si atumependa ni vile baba amesukuma sasa unasikia umechoka kabla hujafika usumvurushe utala mwingine naye anakuja mundi na wala hata baba aliyokutuma si atumkuna taka mtu mwingine mwanaume ana ndaba anakuja kuomba maji wiki gabo kidafite biada kukaza kusaba maji Rebeka akamwambia ngojea nitakupea maji amubwira ngo nditata guhamazi akateremka mu kisima akateremsha birika ile kwa kisima amamura ibirika ile mu kisima amesahau ya nyumbani yibagirwa ari muhira akapea mwanaume huyu ahetse uyu mugabo akamuuliza arongera aramubasa ninaweza pea ngamia zako aramubaza ngo se no yetse ngamia zako ndio mbeza ili kwa maana ngamia sishibangi maji kandi ngamia tizihaga mazi ngamia ukunywa lita mingi unajua ngamia ukunywa maji lita mingi mara moja ngamia ni mazi na sasa si ngamia moja kandi tiarime sasa binti akateremka akichukua maji anapelekea ngamia anateremka aratangira amanuka voma hata bwana umebeba na mwangalia akomeza Rebeka amefika mlangoni Rebeka yarari na binti huyu kandi uko ameingia ndani yinjira si peke yake aliletwa na Mungu na bali wewe ndio waliletwa wewe haje wengi lakini Rebeka alikoleleka ameingia ni wewe winji mzee yule akamwita wewe mtaalamu muuliza wewe ni sasa hapo Uingereza shilingi unauliza jina langu subiri ufanye murabizi rimwe na rimwe aho baba yarasubiza ko turaba sinajyaje shaka hiki akamwambia jina lake aramubwira sinajye akamuuliza yeye binti wa nani asa kubaza umukobwa wangu akamwambia unajua sasa maswali ni mingi akamwambia ni binti Bethlehem asa kumsubiza umukobwa binti ambaye moyo wake hauna uzito yari umukobwa mutima we utaremereye unawezi hata kuulizwa maswali lakini wewe mwanzo ukiulizwa maswali unajibu hapo hadi abandi babaza ikibazo agasubiza mimi ni binti ya Bethlehem so unaswali gani jewe umukobwa wangu akari none urashaka umemaliza niende ama una maswali mingi na lakini Rebeka ni binti ambaye hana moyo mzito ntabwo umukobwa ufite umutima kuremereye ana ukatili ndani yake ntafite ubwibone muri we ana kiburi ndani yake ntafite agasuzuguro muri we mzee huyu akamwambia unaweza kupeleka kwa Ibrahim uwo musaza mrango wangezi wanyu wazazi wangu wakikuona utafikiria abandi bari kuvuga ngo sawa abavyeyi baje bakubona aravuga ngo ni baratekereza ngo ni naleta kimwanaume kikiwa nani nagaza ikigabo ngishaka akamwambia nitakupeleka aramubwira ko turajana twende tugende hamjui hamusi ajui anataka nini hazitashaka ni mtu ameoa n'umuntu usa ana moyo yarafite umutima tofauti tandukanye alipofika mtule kufika agese uwo mugabo agese yo akakuta mama asanga Baraka nase akamwambia mimi ni mtumishi ya ndugu yenu alikuwa anaitwa Abraham arabira ngo jewe
umukozi aliyetoka huko akaenda nchi ugenini. Yagiye mu gihugu cy'amahanga. Mungu amembariki sana. Imana yamuhezagiye cyane. Tajiri sana. Mutunzi cyane. Na amemtuma nikatafutia kijana yake amezaa akiwa na miaka 100. Yatumye gushakira umwana we yazaye afite imyaka 5. Mke. Mushakira. Mimi nimefanya mtihani. Kandi naje nakoze kizami. Baada ya kufanya mtihani. Maze gukora kizami. Huyu binti yenu na Baraka ninaona kama amefaulu. Nsanga umukobwa wanjye ari ukuri. Sasa ninataka munipea Baraka. None ndashaka muterebeka. Akaolewa na kijana huyu. Aje gushaka n'uwo muhungu. Wakasema haya mambo yametoka kwa Mungu. Baravuga ngo ibi Sisi hatuwezi kusema ndio ama hapana. Twebwe twavuga ngo yego cyangwa Baraka aseme mwenyewe. Rebeka navuge wewe. Baraka akaitwa. Rebeka hakaza amani. Bamubwira amakuru. Kauliza unataka kwenda? Barabaza bashaka kugenda. Akasema nimechelewa ningeenda. Aravuga ngo nati nagenda. Hata nimechelewa. Au nati. Ajui kijana huyu ni mfupi. Tazi ko uwo muhungu ari mufi. Ajui kijana huyu ni mrefu. Tazi ko uwo muhungu ari muremure. Ajui kijana huyu ni mkonde. Tazi ko uwo muhungu ari Ajui kama kijana ni kiwete. Tazi ko uwo muhungu ari kiwete. Ana miguu ama mikono. Adafita makucha. Ajui kama kijana na macho hata ana. Afita maso cyangwa atayafite. Mwanamke. Mugore. Akaacha namba. Asigara bana. Katika agano ya baba ya Mungu. Amusiga mu gihugu cy'Imana. Kishwa. Ayamuswa. Akaingizwa katika agano ya Mungu milele. Ayina ajana mu gihugu cy'isezerano ry'Imana Israeli. Acha kina namba. Asigara bana. Na kina mrivwelo. N'abana. Waende jana. Bagende muri jenu. Wakatenganishia katika njia. Babatandukanyiriza mu nzira. Yes. Y'umutima mwiza. Hapo ndio walitenganiza. Aho niho batandukanye. Hapo ndio walitenganiza. Aho niho batandukanye. Ndugu yake akaenda jana. Mugezi wa shaka muri jenu. Nada akaingia pita. Nawe yinjira mu bwami bw'Imana. Walitenganishia. Batandukanye kintu. Mutima mwiza. Ndamubwirira mugenzi wawe ngo se umeze gute? Wewe wewe kubase mugenzi wawe. Basa mugenzi wawe umutima afite. Milango kubwa. Miryango minini yafunguliwa na tubitu kidogo. Ikinguliwa n'utuntu dutoya cyane. Iyo tubitu na nara. Two tundusuzugura. Twe bikwinjiza. Wewe unafikiria utaingia kwa maana umeomba siku afuate. Wewe utekeleza kuzinjira. Kwa maana unafunga fuata days. My friend. Utafunga fuata days na utaingia. Uzafunga kisi ndio ulete uingie. Uingizwa na vitu vichache. Uingizwa na uingizwa na vitu kidogo. Kandi tundu duto. Katika maisha. Mungu simama baba. Mimi nisema haleluya. Amen. Amen. Wengine hapa acha. Ndio nafikiri nafikia. Uliangukia. Umemaliza? Unaranga? Yarashatswe yanazishuri arashaka gushaka. Amemaliza. Amemaliza. Kwanza afanye college. Amemaliza. College. Amemaliza sasa college kwanza. Amemaliza. Amemaliza. Sasa tukitoka hapa tunaombea wewe. Mtibamba akiruka. Ndoa ni nzuri. Na kila mimi nimejiweka safi. Nimejiweka safi. Ariko wewe wishize mu mutima mwiza. Sasa unakuta dada kama huyu. Ushobora gusanga mushiki wacu. Usiseme ni yeye. Ntabwo mvuze ko ari we. So anaenda kwa Facebook. Akaje kuri Facebook ili atafute kwenye mrengo yule anakaa Amerika. kugira ngo ashake umunyamurenge uri muri Amerika. Ili akimwoa kugira ngo namushaka aende kukaa Amerika. Nawe amshane aje kutura muri Amerika. Sasa akiulizwa na yule anakaa Mnyamulenge kule Minembwe. Yabazwa n'umunyamurenge ukiri mu Minembwe. Amuuliza umeuliza ukiwa nani? Yaje kumsuka kama kwa sababu azurinde. Mimi nikuja nikae kwa Minembwe.
jewe nitega ukeje cyane Ndio mimi nakali ni mji mkuu ya Kenya. Ujile usipo mwingine bibi Nairobi mji mkuu wa Kenya. Amen. Amen. Sasa kwa sababu ya Mungu. Kweli mambo zubibone. Na walile sisemi hivyo. Uwo mujambo wa nataka wewe. Sisemi wewe. Na wewe. Wewe ni mzuri. Wewe umuntu. Wewe ni mfikia. Kandi wewe ufikia. Sijui na nini kufanyika rafiki. Kandi sisi mambo wala ufikia. Sasa. Sasa kutoka pale milango imefunga. Nyuma yangu haijaandika bila kitu. Mungu anaweza kuwa aliweka ule alikuwa kwa Gedolai. Imani shora kuba yeye. Gedolai 45. Ujukushaka ni Gedolai 45. Lakini wewe Aliko wewe unaona huyu Gedolai 45. uriya wa Gedolai 45 kamureba. Huyu ni Asra. Kamureba ngo ni Asra. Huyu atakuwa Asra. Mpagasi. Sasa huyu Asra. Alikulia mpagasi. Sasa huyu hata kufikiria kwenda Amerika. Huyu taza tupesa ni Amerika. Huyu bwana. Huyu haya. Sasa unatafuta Amerika. Unataka kushaka kule Amerika? Unataka Amerika. Na sasa shaka. Mungu anaweza jua hakuna kwa Amerika ni wapi. Imani shora kuba ntawe muri Amerika uwa hano wawe. So unangoja. Bategereza. Mpaka uone kama Amerika atasema. Na hata ukikubali wakina wa 45 dolari. Ubategereza muri Amerika. Bado unakaa ukiangalia kama Amerika atakubali. Nigie ukweme wao. Ili waache na hii ya dolari. Hii hasira ya dolari hapa. Ukamweka mimi mpaka sio dolari. Wewe Kanada. Kanada. Sasa unapoteza. Kaurataka. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni abariki. Nani wahesa? Tuonane kesho. Mungu angetaka urudi baraka. Nani washaka wa murage vakuyo mugisha. Angetaka urudi baraka kutoka kwake. Keneko wakimugisha kuva kuyo. Ndio maana alimleta Yesu Kristo. Niyo mambo yazanye Yesu Kristo. Na impendeze Mungu. Kandi Mungu ishimishimana Kama hujalidi baraka zake. Tarasingira uwo mugisha. Angetaka Yifuza urudi baraka kugira ngo wakimugisha kutoka kwake. Mvuye kuyo. Ukiona alitumana Ubonye atumye akamleta mwanao wa pekee. Mwana wa Yohana. Angawe Ape hapo kwa sababu ya Ntabwo yafuye kuweka ngato. ndio ilikuwa kubwa. It was a very big deal. Yari ikintu kinini. Na aliwao kwa sababu ya deal kubwa. Kandi yafuye kubw'impamvu nini. Ili wewe uwe mlindi wa baraka. Kugira ngo wewe usingira umugisha. Hiyo ndio maana. Uwe mlindi wa baraka hii. Uwe murago Na kiona vile unasumbuka. Iya rero uburyo ubabaye. Haimupendezi. Ntabwo mushimisha na gato. Haimupendezi kabisa. Ntabwo mushimisha na uke. Angetaka utoke mahali ulipo. Akeneye ngo uva huri. Sio kila wakati atakuleta katika kulala. Buri gihe akuzana kubyara. Nina wakili mmoja Nigeria. Mfite umunyamategeko umwe muri Nigeria. Jana huyu alisoma kusomea uwakili. Yani Unajua wakili lawyer? yize iby'amategeko. Unajua lawyer kama unajua umesikia wewe? Yeah. Yeye mchana. Jana huyu Uwo musore alisomea kuwa lawyer. yize iby'amategeko. Kule Nigeria akakosa kazi. Yo muri Nigeria urakazi. Ana kazi ametafuta miaka mingi amekosa. Ashaka igihe kinini. Na anaendelea kuwa maskini. Akomeza kuba umukene. Lakini mtu huyu ameokoka. Ariko kandi yarakijije. Siku moja Musume akaingia kwa hoteli. yinjira muri Kama hoteli. vile unaweza enda ilitoni pale uingie. Kuko wagenda rero tukijira. Akaitisha chai. Ahamagaza icyaha. Akaanza kunywa. Atangira kunywa. Kule kwa kona kulikuwa na mzungu. Muri kona hari umuzungu. Naye alikuwa anakula chakula. Nawe yararya ibiryo. Mzungu akamaliza. Uwo muzungu ararangiza. Akaenda mahali pa kulipa. Ashaho kwishura. Kijana huyu Uyu musore akaona mzungu abona umuzungu wanabishana.
Na mtura wa hoteli anapaswa kulipa. Uwo muntu wo muri hoteli wishura. Jana akaamka ni wakili. Uwo musore akaenda mpaka pale. Ashaje. Akauliza kwa nini mnabishana? Arabaza kubera ikintu. Ule mtu wa hoteli akamwambia, uwo muntu muri hoteli aramubwira, huyu mzungu amekula chakula na amekosa pesa ya kulipa. Yabuze amafaranga yo kulipa. Kama alijua hana pesa, nimba yaraswa adafite amafaranga. Alikula kwa nini? Kubera iki yanjaga? Sio ndio kiwetoa pale. Kilio rahisi kusema huyu kwanza hao ndio walituokolonize. Kwanza huyu wanajifanyanga sana wana pesa. Murumva icyari kukurikiraho kwa kuvuga ngo abantu badukolonije kandi bimbira ngo bafite. Huyo fungia huko ndani. Mumufunge mpaka siku ya leo. Ugeze kiazishwa. Lakini kijana huyu ariko uwo musore aliuliza mtu wote. Abasuzuma uwo muri hoteli. Mtu akikosa pesa umuntu abuse amafaranga yo kwishura. Hivyo ndio unafanya. Kwa niko mukira. Ndio unakosa. Kwa mukura discipline. Ule mtu wa hoteli akamuuliza, uwo muntu wo muri hoteli umejifanya mtetezi wako? Nisunuko kisiwe. Ingia huko ndani uone manager. Genda kurebe manager. Umweleze mambo sasa. Mugire ibyo ikuvuga. Kijana alipoingia uwo musore akakuta manager. Asanga manager. Kijana mmoja alikuwa anasoma naye university. Asanga ari umusore biganaga. Akamuuliza hivyo ndio ulifundishwa shule? Aramubwira ngo se nibyo wigishijwe ku shule. Akamuuliza nini? Niki? Angalia vile mnatreat mzungu. Leo buryo muri gufata uya mzungu. Akamuuliza kwa maana amekosa pesa kulipa. Kubera ko yabuze amafaranga. Lakini kama mtu amekosa pesa mwachilie aende. Niba umuntu yabuze amafaranga mureka gende. Maana akamwambia kwa umesema. Kubera ko wavuze. Akaandika kabarua. Yaandika kantu. Akamwambia ndio pia yule mtu wa taifa. Duhezi ya Mungu wao. Barua imesema mzungu asiye. Biba bivuga ngo mzungu arekuka. Akaachiliwa. Ararekukwa. Mzungu akienda kitoka. Uwo mzungu akageukia kijana huyu wakili. Aga yerekera wa musore w'umunyamategeko. Akamwitisha namba yake. Amusaba nimero ye. Alafu mzungu akampatia business card. Aza kumuweza business card. Akampatia business card. Amuhaye iyo business card. Mzungu huyu ni CEO. Ni directeur general. Ni CEO wa billion company. Wa company mchana. Ya billions. Ya mafaranga menshi. Sababu amekosa pesa hatujui. Kubera yabuze faranga ntitubizi. Lakini mimi nafikiria ariko jewe ntekereza Mungu alikuwa anacheza karata. Imana ilikina umukino. Mungu alikuwa anachezea wakili karata. Imana ilikinira uyu munyamategeko. Akafanya mzungu asahau pesa. Kugira ngo mzungu yibagize faranga. Lakini kijana anachezewa. Ariko na kijana akaleta kukurana. Umukino wali kuri wa Mungu. Ili Mungu aone kile atafanya. Kugira ngo arebe uko kijana ameishi kuomba. Mungu amemleta kwa mlango. Aone vile atafanya kwa mlango. Kugira ngo arebe uko akora kwa mlango. Kile kijana alicheza vizuri. Ariko umusore yakinyemeza. Nashukuru Mungu kwa watu wasio na mioyo iliyo kiburi. Nashimira Imana kubanga ndafite imani. Kijana mzungu akaachana, wakaenda na mzungu akarudi kwa Baraka. Mzungu asubiri wao. Baada ya miaka mingi, nyuma ya miaka mingi, kijana akasikia simu asubuhi. Mzungu yumva. Ule aliongea alimwambia, najua haunikumbuki. Ndani sikutanyuka. Ule anaongea nao. Wewe mfukani. Akamwambia kwa sikumbuki. Wewe gogo sasa. Akamwambia mimi ni mzungu uliosaidia Nigeria mwaka fulani, kwa hoteli fulani. Shewa mzungu hapa. Akamwambia baada ya wale ulipokea ongea kabisa. Akamwambia achana na mambo mengi. Akamwambia kuna container. Hadi container tumetuma twohereje Nigeria. Muri Nigeria. Sina vitu vya muhimu sana. Bifite ibintu by'agaciro cyane. Vinahitajika Nigeria. Bikenewe muri Nigeria. Nilipotafuta ni nani tutatumia. Tekereza uko tuzakoresha. Nikakumbuka. Nzakukwibuka. Akamwambia utaenda kwa port. Uragenda kuri uchukue container hiyo. Fati yo kila kitu kinakuta ndani. Ibintu usanga uuze. Bigurisha. Na pesa yote ni ibintu bifaranga yote. Bitile aliyouza hizo bintu yagurisha bilikuwa 100 millions. Milioni mamia nyingi. Mafaranga menshi. Kijana akatoka kwa maskini. Umusore ava mu Kenya. Akawa milionea. Ahinduka muherwe.
masomo yake kuzaliwa. Amasomo yake Na kwa wakili kuzaliwa. Umunyamategeko tuzapfa. Alisaidiwa na mtu wewe. Yafashijwe n'umutima mwiza. Katika moyo wake. N'umutima. Mbele ya shida yako ni kiburi. Bila mugenzi wawe mbere mu kibazo cyawe n'agasuzuguro. Wewe si mwambie. Ubwire. Mwambie shida yako ni kiburi. Mbere mu kibazo cyawe n'agasuzuguro. N'ubwibone. Shida yako si kubwa. Mbere mu kibazo cyawe si kinini. Shida yako si kubwa. Kibazo cyawe si kidogo. Ni gitoya. Shida yako ni kiburi. Kibazo cyawe n'ubwibone. Ukiweza kuondokea kiburi, n'ukura ubwibone. Unatokea. Uza. Kama wakati. Sababu kiganza cha. Bwana niombe Bwana. Yego Yesu. Tupeane maisha yetu kwako. Yego Yesu. Tuombe tuongoze. Yego Yesu. Kwa siku mbili ambazo zimebakia. Asante. Tuomba unene na mioyo yetu. Tunakukenema. Na ufundishe nafsi zetu. Kwa kutufikisha. Ili tufikie lango. Tufikie lango. Iletaye baraka. Tusaidie. Katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Naomba baraka zako juu ya ndugu hawa. Naomba mkono wako uweko juu yao. Waongoze kwa kila jambo. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Pigia Yesu makofi. Mungu awabariki.